Bunge power. Power. Very good. Kwa majina naitwa Nicholas Galgalo. Mimi ni former national coordinator of Bunge la Mwananchi Jivanji. Na nili resign on Monday as the national coordinator. Kwa sababu pale tuko na mayhems. Tumekuwa na shida kidogo ya uongozi. Na wanabunge, hii bunge la wananchi ni kitu ambayo tunataka kutengeneza ikuwe smart. We do not work bunge ambayo tunatembelea maofisi ya wanasiasa. Hatutaki bunge ambaye tunakuwa masangwenya. Tunataka bunge tuitengeneze ikuwe a magnet. We want to magnetize bunge la wananchi in such a manner that we attract each and every particle. We attract leadership. We attract watu wa NGOs. We attract those people in government. We attract good leaders in opposition. So that vijana wetu wa bunge la mwananchi isikue mahali ambapo tunatumika kisiasa kupiga siasa ambazo tunaongelelea wanasiasa na sisi as an individual basis na as a social movement atusaidiki. Bunge la mwananchi is an old age bureaucratic amorphous group ambayo tunakuwa anchored on discipline, tunakuwa anchored on vision, tunakuwa anchored on order and our traditions. Juzi tumekuwa na shida pale na president wetu and the leadership of bunge la mwananchi kulikuwa na maishu kidogo. Saa hii the IBC ya bunge la mwananchi la Jivanji ilitengeneza IBC na IBC wakasema elections ni on 30th this month. But saa hii tuko na wakora kidogo. Watu ambao wanatuletea mambo ambayo hatujaisikia. Ati wanatuambia mambo za kutuletea committees. Nyinyi mkipiga kura hapa Jacaranda mliletewa committee. Ni nyinyi mliamka asubuhi na ilikuwa kila mahali. Ilikuwa on all social media platforms. Tuliona maaskari hapa. Mkapiga campaign, tukoona Omosha hapa akipiga kelele, tukoona Kamau hapa. And tukoona kina Kimbikimbi na at the end of the day mjukuu wa bunduki akakuwa rais. Si hivyo? It was through a democratic process ambayo iko kwa sheria yetu, ambayo iko kwa traditions, ambayo iko deep-rooted to traditions, values and the history of bunge la mwananchi. Saa hii kuna watu wanatupanga hapo ati tuende committee tuelewane watu 5, watu 6 ati wachague president and the leadership of bunge la mwananchi. Hiyo hata wapende wasipende, waende left waende right, hawa watu wajipange na wajue this month 30th January 2026 kutakuwa na elections. So kama wanabunge wa Jacaranda ikifika hiyo siku mjue kuwa kuna national elections pale Jivanji ambaye tunaenda kuchagua president and the leadership of bunge la mwananchi. So nitawakaribisha hiyo period mkuje muangalie the way campaigns hapo zitakuwa from next week and next week part 1. So nawakaribisha Omosh wanawa. Nawakaribisha officially mkuje pale. Hiyo ni ya kwanza. Tumejipanga. Mujipange. Tumejipanga. Haya, acha niongelelee mambo za national politics kidogo. Saa hii bunge la mwananchi, we need to be serious as young people. Because Africa cannot be Africa, Kenya cannot be called Kenya without the energy of the young people. The biggest resource that Africa has, and more so Kenya, is the young people, which is the resource of the youth and the young people. Na hii bunge la mwananchi, tunaongea vitu mingi sana. We have stopped discussing personalities of other people. And we are having a discourse. We are engaged in a discussion whereby tuna discuss serious matters pertaining our country and the global space of the world. Na bunge la mwananchi, juzi nimesikiza the president ambayo iko on the public furore, the discussions about drugs and substance abuse. Banki. Very good. Let me tell you members, the future of Kenya cannot be a future if we do not have a moral discipline, if we do not have good health. Juzi nimekuwa nikifungua bunge pale Kariobangi, and we need to be serious as members of bunge la mwananchi.
Sometimes let us put aside our politics and have a serious discourse about our health. Because hizi vitu zote ambazo zinaendelea Kenya, zile vitu mbaya mbaya, if you dig vizuri uangalie kindane, tunaangalia mashule zetu, national schools, all the schools, secondary schools, mashule zinachomwa. And ask yourself, ni nini inafanya mashule ziwe zinachomwa ati kwa sababu kuna shule hapo watu wamekataza kuenda kuwatch mpira? Pia sisi tumekuwa high school na haikufika hapo. But as we speak, for the last 7-10 years, there is a problem. Na in 2013, discipline ya wanafunzi ilitolewa shule by our parliamentarians. Our leaders wakasema kuwa hakuna kudiscipline wanafunzi. Na since then, our moral discipline has decayed. Kumekuwa na shida in our leadership. Kumekuwa na shida in our schools. The issues of discipline tumeachia walimu wetu. Wazazi wengi hawana time na watoto wao. Na hiyo kitu imekuwa subjected to school, whereby wanafunzi hawasikizi walimu wao. Na kama members of Bunge la Mwananchi, we support the government 100% on fight against drugs and substance abuse. Na hiyo kitu tunaambia the president, hiyo kitu isikuwe politicized. Wakuja hapa Bunge la Mwananchi so that we engage one-on-one. Pia sisi wachukue ideas zetu, because our proposal is that tunataka drug toxicology ikuwe inafanywa wanafunzi wakiingia shule. Tunataka every time wakifungua shule drug toxicology ifanywe, because failure for us to correct the moral discipline of our students, then tunaenda kukua na future ambaye haina maana. Tunataka kuwa drug toxicology ikuwe compulsory in each and every school, so that mtoto akipatikana amekuwa indulged into drugs, huyu mwanafunzi alikuwa reprimanded in any way ama akuwe victimized. We need that student. The government, he employs psychologists, he employs psychiatrists and counselors in each and every school. Badala ya wale mapasta ambao mnawaandika shule, let us engage mental health practitioners so that they can help these students. Si kufukuza mwanafunzi but kusaidia the student. Bunge power. Bunge power. Hapa Mathare Hospital ukienda hapa, there are so many people ambao wamepata ugonjwa zinaitwa drug induced psychosis. Watu wanapata delusions, watu wanapata hallucinations, watu wako na insomnia ambayo ni lack of sleep, watu wanakula chakula ambayo si ratio ya kawaida. Wanaweza kula mingi ama wakule kidogo. Kuna wale wanakosa usingizi, kuna wale wanalala zaidi. Na all these things is because of drugs. Kuna watu wako na schizophrenia. We have people with schizoaffective. And ukienda Mathare Hospital na hizo hospitali za mental health kama Chiromo, 90% of the people who are admitted there are the young people. If not the young people, are our police officers na walimu wetu. Imefika time ambayo lazima tuambiane ukweli. The government must check the payslip of our police officers. The government of Kenya lazima uangalie the welfare of our police officers, because the most depressed discipline in this country ni our askari wetu. Na sometimes tusikuwe tunapiga our police sana. Those police officers are going through stress. They are going through depressions. Those people wengine hawaende kazi. Na at the end of the day unapata police officers wetu wanakandamizwa na wakubwa. Watu wanafutwa kazi na hawasikizwi. It is high time, as we speak about, as we have a national discourse about drugs and substance abuse, the biggest people ambao tunafaa kuwatetea kama wananchi na hususan members of Bunge la Mwananchi is the National Police Service, Kenya Prison Service, all the services. Sana polisi wetu lazima tusimame na wao vizuri, because these people are suffering. Najua ni mandugu zetu, ni madada zetu, na kama wanabunge lazima tuwatetee na tusimame nao. Na we support the government on these issues of drugs and substance abuse. So nawashukuru sana, acha nimalizie hapo.